Mungu na kuomba kwa ajili ya askari wetu wote wa jeshi la polisi, wa jeshi la uhamiaji, wa jeshi la magereza, wa jeshi la wananchi, wa usalama wa taifa, majeshi yetu yote kwa ajili ya siku ya tarehe 29 na siku zilizoko mbele yetu. Na waombea walioko kwenye CCM, ninawaombea walioko serikalini, ninawaombea mtu wa aina yoyote anayeuza mboga mboga, mwenye duka, mwenye biashara, mwenye kiwanda, mkulima, mfugaji, ninawaombea. Ninaomba kwa jina lako Yesu, naomba kwa jina lako Mungu, naomba sana ya kwamba kila mmoja kuanzia tarehe 29 na siku yoyote iliyoko mbele yetu, naomba Mungu achukue hatua anayojua kabisa ni sahihi, anayojua kabisa ni ya haki. Mungu unawasikia watu wakiomba sawasawa na mapenzi yako, hauwasikii wenye dhambi. Maombi haya yakiwa ni maombi yenye hila, yakiwa sio sahihi, naamini hautayasikia, naamini hautafanya chochote juu ya maombi haya. Lakini kwa kuwa ni maombi ambayo yanamfaa mtu wa aina yoyote, na mtu wa aina yoyote atajua hili ni neno la Mungu, hivi ndio Mungu alivyo, hivi ndivyo vitabu vya Mungu vinavyotaka mambo yawe. Mungu, naamini maombi haya yatapata kibali kwenye moyo wake. Kwa yeyote unaamini Mungu yuko, Mungu ana nguvu, Mungu ni wa huruma, Mungu wasikia watu wanapolia, wanapoomba, naomba ungana nami kwa maombi haya, kwa wewe kuomba ama kushare, kumpelekea mtu yoyote. Ni maombi yanayomfaa mtu wa aina yoyote, hayatakuwa na madhara yoyote. Kushare kwa mtu yoyote hayatakuwa na hatari yoyote. Ni maombi ambayo kila mmoja, tunamwombea kila mmoja, Mtanzania yeyote aliye popote. Tunamwombea kwa habari ya tarehe 29. Tunaombea askari polisi, tunaombea askari magereza, tunaombea wanajeshi wetu, tunaombea watu wa usalama kwenye taifa letu, vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Tunaombea viongozi waliomo serikalini, tunaombea watu waliomo CCM, watu walio na chama na wasio na chama, kila mtu aliyekaa popote, mwenye maamuzi yoyote ambayo anafikiria kuyachukua kuanzia tarehe 29 kwenda mbele. Tunaenda kuomba kila mtu achukue maamuzi ambayo ni sahihi, maamuzi ambayo ni sahihi, yanayopita fedha, yanayopita cheo, ambayo katika hali yoyote atakuwa naona kabisa haya maamuzi ninayochukua ndio maamuzi sahihi kwenye maisha yangu. Hebu sasa niombe na utanisaidia kupeleka kipande hata cha maombi tu. Kipeleke kipande cha maombi haya kwa watu mbalimbali. Watumie askari wote, watumie wanajeshi wote, watumie viongozi wa serikali walioko serikalini wote, watumie viongozi walioko kwenye chama cha CCM, wasio na chama, walio na dini aina yoyote. Watumie maombi haya kwa sababu yatakuwa yakiongea na roho ya kila mtu. Mungu wa rehema, Mungu wa wote, Mungu wa yote, sisi ni wa Tanzania. Mungu, tunakuomba, tunakuomba hapa tulipofika. Mwongoze kila mtu katikati yetu, mwongoze kila mtu achukue hatua ya haki inayostahili, ambayo hata ijutia maisha yake yote. Ajue kabisa ya kwamba hii ndio hatua ambayo nilipaswa kuichukua kwa ajili yangu na vizazi vyangu. Mungu, nakuomba kwa ajili ya askari wetu wote wa jeshi la polisi, wa jeshi la uhamiaji, wa jeshi la magereza, wa jeshi la wananchi, wa usalama wa taifa, majeshi yetu yote kwa ajili ya siku ya tarehe 29 na siku zilizoko mbele yetu. Na waombea walioko kwenye CCM,
ninawaombea walioko serikalini, ninawaombea mtu wa aina yoyote anayeuza mboga mboga, mwenye duka, mwenye biashara, mwenye kiwanda, mkulima, mfugaji. Ninawaombea. Ninaomba kwa jina lako Yesu, naomba kwa jina lako Mungu, naomba sana ya kwamba kila mmoja kuanzia tarehe 29 na siku yoyote iliyoko mbele yetu, naomba Mungu achukue hatua anayojua kabisa ni sahihi, anayojua kabisa ni ya haki, anayojua kabisa ndio inayostahili, anayojua kabisa kwamba ndio pekee iliyokuwa imesalia, anayojua kabisa itakuwa sababu ya kuondoa uchungu, kuondoa vilio, kuondoa maumivu, kuondoa uchungu ambao Mungu umeendelea sana kwenye nchi yetu. Na inawezekana kabisa baada ya tarehe 29 tukaingia kwenye ukurasa mwingine mbaya, wenye uchungu, wenye vilio, wenye maumivu, na nchi yetu ikageuka isiwe Tanzania tena, ikawa Tanzania. Mpaka hapa tulipo, nchi yetu kwa kipande kikubwa, kwa wengi wetu, sio Tanzania, ni Tanzania. Yani Tanzania lia. Mlioko Tanzania lieni, zoeni na mjue hayo ndio maisha pekee mtakayokuwa mnaishi, na baadhi watakuwa nasema hiyo ndio amani, tulilinde. Mungu, ninaomba iweko amani ya kweli ambayo kila mmoja na nafsi yake ya moyo atasema hii ndio amani. Nawaombea askari wetu, nawaombea askari wetu katika hali yoyote, wakatende jambo ambalo wanajua ni la haki. Kila mtu kwa nafsi yake ya ndani, kila mtu kwa moyo wake wa ndani, akajue kabisa ya kwamba hili nalofanya ni la haki. Mungu, thamani ya binadamu iingie ndani ya kila mtu, iingie ndani ya kila mtu, ajue utu una thamani kuliko cheo, una thamani kuliko posho, una thamani kuliko kazi. Moyo wa Musa uwaingie watu wako wote wanaosikiliza maombi haya, uwaingie moyo wa Musa ambaye alisema ya kwamba akaacha vyote, akasema afadhali nipate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Mungu, taifa la Tanzania ni lako. Taifa la Tanzania una makusudi nalo. Taifa la Tanzania ni taifa teule, ni taifa kimbilio, ni taifa kivuli cha mataifa. Ulikusudia hivyo tangu asili. Umelibariki mito, umelibariki maziwa, umelibariki milima, umelibariki bahari, umelibariki mbuga za wanyama, umelibariki madini, umelibariki kila kipasacho uzima na utaua, vyakula vya kila aina vyenye asili, udongo wa kila aina. Mungu wa rehema, unajua Tanzania inaweza ikailisha dunia yote. Unajua Tanzania inaweza ikawa kivuli cha dunia yote. Inaweza ikawa kimbilio. Inaweza ikawa sababu ya watu wote kujifunza iwapasavyo watu kuishi. Kilio na maombolezo unaweza ukaviondoa kabisa Tanzania, na ukawa mwanzo wa mateso na uchungu kuondoka katika nchi zingine. Roho Mtakatifu, Mungu uliye kweli, na kuomba washike walioko CCM, walioko vyama vingine, walioko kwenye majeshi yote, jeshi la polisi, uhamiaji, jeshi la wananchi, watu wa faya, majeshi ya magereza, watu wa tisi, watu wa usalama wa taifa, majeshi yote yanayojulikana na yasiyojulikana, wakulima, wafanya biashara, wafanya kazi, popote alipo, kila mmoja tarehe 29 achukue hatua anayojua ni ya haki. Inawezekana akawa amepata posho, akawa amepata chochote, ameahidiwa chochote. Naomba Mungu, chochote alichoahidiwa kiwe cha haki. Ikiwa sio cha haki, ikiwa sio cha haki, geuza moyo wa mwanaume huyu, wa mwanamke huyu, wa askari huyu, akatende lilo la haki kuanzia tarehe 29 na kuendelea mbele, katika jina lako Yesu, katika jina lako Mungu. Geuza mioyo, geuza mioyo, geuza mioyo ya watu wako. Kila mmoja fike mahala aone biashara yake haina thamani kuliko vilio vya watu wengine.
Aona hakuna sababu ya biashara yake kuwa salama wakati kuna watu wanalia mahali. Aona hakuna sababu kazi yake kuwa salama wakati kuna watu wanalia mahali. Ule moyo wa asili ambao watu waliposikia watu wakilia, walisimamisha kila kitu, walisimamisha biashara zao. Wote walipiga kelele kusema huko wanakolia kimetokea nini? Walitafuta suluhisho la pamoja. Lilipopatikana ndipo wote walirudi kwenye kazi zao. Kapandikize moyo huo Mungu. Kapandikize kwa wafanyabiashara wote, kapandikize kwa wakulima wote, kapandikize kwa askari wetu wote, kapandikize kwa watu walioko CCM, waweze kujua katika hali yoyote ya kwamba wanatakiwa kufanya maamuzi ambayo nafsi yake itamwambia kabisa haya ni sahihi, kwa sababu Mungu maneno yako na haki umeandika kwenye moyo wa kila mwanadamu. Mwanadamu hata akitenda makosa, akitenda mabaya, huwa anafahamu haya ni makosa hata asipoambiwa. Katika jina lako Yesu, katika jina lako Mungu, na kuomba sana kwa sababu Mungu unajua kwa namna ambavyo tutajuta miaka mingi tukikosea kuamua, tukafanya ambalo halikupasa. Unajua Mungu tutakavyojuta. Unajua Mungu ambavyo taifa letu litakuwa taifa la machozi, taifa la kilio. Unajua tulivyolia, unajua tulivyoumia, lakini unafahamu tukikosea kuamua hapa, hata wanaosifia pengine kwa namna isiyo sahihi watakuja kufahamu kwamba walikosea sana. Watakuja kufahamu kwamba hapa palikuwa ndio mahali pa kuchukua hatua ambayo hawakuichukua. Mimi naombea Mungu achukue hatua yoyote, achukue hatua iliyo sahihi. Yeyote aweze kuona ya kwamba utu wa mtu una thamani kuliko cheo. Utu wa mtu, maisha ya watu wengine ni kama watoto wake walivyo, ni kama wazazi wake walivyo. Na Mungu ninaomba nikiwa najua unaweza ukasikia, unaweza ukatuhurumia, unaweza ukaona ni sababu hiyo tarehe ni mwanzo wa kutoka kwenye vilio, kwenye maombolezo, kwenye uchungu. Muongoze kila aliye kwenye nafasi yoyote achukue hatua inayomstahili ambayo hatajutia. Mungu wewe wajua ya kwamba tukikosea kuamua hapa, aidha wengine tukachukua hatua za kujiponya, tusiamue ilivyotakiwa, au wengine tukachukulia kimzaa, tukajua haya tuhusu haya. Unaijua kesho yetu ambavyo Mungu itajaa giza, itajaa uchungu, itajaa maumivu, ambavyo kila mtu aliyepopote atafikiwa. Unaijua taabu tutakayoipata kupitia mahospitali, unaijua taabu tutakayoipata kupitia mabarabara, unaijua taabu na manyanyaso ambayo watu watayapata makazini, unaijua taabu ambayo watu watayapata kwenye biashara zao na kazi zao, na kwamba wengi pengine watakapojaribu kujitetea watakuwa wakirushiwa maneno ya kejeli na maumivu ya kwamba mlishindwa kuchukua hatua iliyotakiwa na sasa ni wakati wa kuteswa. Mungu, kama umeona huu ni wakati wa dhiki kuu, ni wakati wa watu wako kuteswa kuliko wakati mwingine wowote, najua utaacha haya, utaruhusu haya yaendelee kwenye taifa letu. Lakini kama kilikuwa ni kipindi chenye mafunzo tu, kama kilikuwa ni kipindi cha mpito tu ambacho kuna jambo litaka tujifunze, Mungu tumejuta. Tumelia vilio vyote, tumeomba maombi yote, tumefunga mifungo yote, tumesema maneno yote, hata wako waliokosea kwenye kusema, kwenye kuamua. Hata tuko tuliofungwa magerezani, tuko ambao watoto wetu wameuawa kwa sababu ya kutafsirika kwamba tumeongea vibaya. Mungu wa rehema, nakuomba kweli namna ya kurudisha maisha ya watoto wetu na watu wetu waliouawa, waliopotezwa, walioumizwa kwa namna yoyote. Inawezekana kabisa tusiwe na nguvu hiyo, usiruhusu hayo, lakini Mungu walao unaweza kutupa nusu hata ya furaha, nusu hata ya matumaini. Ninakuomba sana Mungu. Ninawaombea wote
wote. Anapata chochote, amepewa chochote, ameahidiwa chochote, moyo wake umwambie